minor scales. Tulishaona namna ya kanuni tunayotumia, tumesema ni hii ambayo ina toni, nusu toni, 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 nusu toni, toni, toni. Sasa tunataka tutafute C sharp minor scale. Kwa tono center yetu ni hii hapa. Hatua inayofuata tunasema hizi minor scale ziko za aina tatu. Kwamba kuna natural minor, ukishapata natural minor inafuata harmonic minor, alafu unatengeneza melodic minor. Sasa kanuni yetu ya kupata natural minor ni hiyo tumeona juu. Kwa hiyo hatua itakayofuata sasa, andika hizi hatua zao vizuri, ziwe clear, zionekane ili unapoanza kuzishughulikia usipate shida. Kwa hiyo hatua yetu ya kwanza C sharp minor. Maana yake hatua yetu ya kwanza ni C sharp. Kuna watu wanakosea, anaandika tu C anaacha E sharp. Utakazozipata hapa very wrong, haiko sawa. Kwa hiyo hatua yetu ya kwanza itakuwa C sharp kwenda B. Ya pili inakuwa ni B kwenda E. Ya tatu E kwenda F. Ya nne F kwenda G. Ya tano G kwenda A. Ya sita A kwenda B. Na ya mwisho inakuwa ni B kwenda C. Ukishaziandika hivyo, iweke kanuni hapo. Ambayo kanuni ya kwanza tunasema ni T. Hapa ni tunahitaji nusu toni, hapa tunahitaji toni, hapa tunahitaji toni, hapa tunahitaji nusu toni, hapa tunahitaji toni na hapa tunahitaji toni. Haya, tunaanza kushughulika na hizi sasa. Kutoka CD kabla hii sharp kawaida ni toni, ni hatua nzima. Lakini ameshaipandisha C, kwa hiyo imekuwa nusu toni. Kanuni inataka toni. Kwa hiyo tunapandisha D ili tupate toni. Hiyo tuliyoipandisha tunaihamishia hatua inayofuata. Wengi wanakwama hapo. Usipoipandisha hapa, maana yake ndio imeishia hapo. Utaweza kupata hiyo nani. Haya, DE kawaida ni toni. Lakini amepandisha D. Kwa hiyo maana yake hapo imeleta nusu toni. Na kanuni inataka nusu toni. Kwa hiyo tuko sawa. Tunaachana nayo. Unakuja EF. EF ni nusu toni. Ukiangalia kwenye kinanda hakuna kibao cheusi katikati. EF ni nusu toni, lakini kanuni inataka toni. Kwa hiyo tunapandisha F ili tupate toni. Hii tuliyoipandisha tunaihamishia hatua inayofuata. F kwenda G kawaida ni toni, lakini F imepandishwa, imepunguza, imekuwa nusu. Kwa hiyo tunapandisha na G ili tupate toni. Hiyo tuliyoipandisha tunaihamishia inayofuata. G kwenda A kawaida ni toni, lakini G amepandisha. Kwa hiyo imefanya nusu na kanuni yetu inataka nusu toni. Kwa hiyo tuko sawa. A kwenda B toni, kanuni inataka toni, sawa. B kwenda C ni nusu toni, si ndio? Hakuna kibao cheusi katikati kwenye piano keyboard. Kwa hiyo sasa kanuni yetu inataka toni. Kwa hiyo ili kupandishe C. Hatua inayofuata muhimu sana, summarize hii. Kwa hiyo C sharp minor. Sasa hapa tuandike kabisa natural minor scale ambayo tunaziandika hizi tulizopata. Kwa hiyo itaanzia na C sharp, alafu D nayo tumeipandisha, E haijaathiriwa, F imeathiriwa, imepandishwa, C D E F, sio? D imepandishwa. Okay, sawa. D imepandishwa, E ndio haijapandishwa, F imepandishwa, G imepandishwa, A imepandishwa, A haijapandishwa, B haijapandishwa, C imepandishwa. Hizo ndio toni zetu ambazo tumezishughulikia. Kwa hiyo ziko tunahesabu sharp sasa. Ile ya kwanza unaachana nayo. Tunahesabu zile ambazo tumeshughulikia. Kwa hiyo itakuwa ni 1, 2, 3, 4. Kwa hiyo ziko 4 sharps. Zitaje na zenyewe. Tunaona umuhimu wake kule mbele. Kwa hiyo ni B iliyopandishwa, alafu F, alafu na G na C. Hizi ndio zilizopandishwa. Okay, C sharp. Sasa ukishafika hapa, maana yake tunatakiwa tuziingize hizi kwenye scale. Kwa hiyo hapa tunadili na C sharp minor, natural minor.
tunaziingiza kwenye stave yako. Kwenye kazi yako chora sehemu kubwa ili uweze kuelewa vizuri. Kwa hiyo tunaanzia kwenye C, si ndio? Tulisema unapoziandika, hebu ziandike noti zako zote zijae ndani ya stave. Kama zinapanda juu zipande kidogo tu ili zote ziwe huko ndani. Sasa njia nyingine tunaweza kuifanya baada ya kupata hizi nani zetu, tuzihamishie kwenye stave ili ziturahisishie kazi. Kwa hiyo hapa maana yake tunaziweka kama tulivyokuwa tunaweka kwenye major scale ile, key signatures. Kwa hiyo tumepandisha F, tumepandisha C, tumepandisha G, tumepandisha na D, si ndio? Sasa ukishaziweka hapa ndio unakuja kuziandika hizi kama zilivyo. Kwa hiyo C yetu C maana yake tunaanzia C, si ndio? Kwenye C4 hapa. Tuna C inakuwa ni ya kwanza, alafu tuna D, tuna E, tuna F, tuna G, tuna A, tuna B na C. Na kushuka tunashuka vile vile mpaka kwenye C yetu. Kwa hiyo unaweza kuzielea kwa hizi ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya saba, ya sita, ya tano, ya nne, ya tatu, ya pili, ya kwanza. Hiyo ndio natural C sharp natural minor scale. Lazima useme hiyo ni scale au ni gani. Sasa ukishazi nani, tukija kwenye harmonic minor, C sharp harmonic minor scale, tumesema tunapandisha degree ya 7. Sasa hizi tayari zimepandishwa hapa. Degree ya 7 ni hii hapa ambayo ni D. D tumeona imeshapandishwa. Kwa hiyo tunapandisha tu ile D yetu. Ndio maana hatupati X kwa sababu hii tayari moja iko kwenye key signatures. Ndio maana hapa inabakia hiyo moja. Kwa hiyo na wakati wa send na wakati wa kusend pia unapandisha hivi. Tukija sasa tunatengeneza melodic minor scale ya yetu hapo C sharp. Kwamba kanuni yetu inatakiwa tupandishe ya 6 na ya 7 wakati wa kupanda. Wakati wa kushuka tunashusha ya 6 na ya 7. Ya 6 ni hii hapa C. Na tunaona C imeshapandishwa ambayo iko sharp yake iko tayari hapa. Kwa hiyo na yenyewe tunaipandisha wakati wa kupanda. Na ya 7 hiyo tunaipandisha sababu hii ilikuwepo wakati natengeneza melodic, lakini kwenye melodic maana yake tunaipandisha. Kwa hiyo wakati wa kushuka sasa kwenye melodic tumesema tunapandisha ya 6 na ya 7, tunashusha ya 6 na ya 7. Sasa tunashushaje? Kwa hiyo tunashusha hizi hapa. Kwa hiyo ili nishushe hii iliyopandishwa maana yake nafuta tu ile iliyopandishwa. Kwa hiyo hapa nitaweka alama ya kifuta. Ya 6 na ya 7. Nakuwa nimezifuta. Kwa nini hatuna X hapa? Kwa sababu sharp moja tayari iko huko. Kwa hiyo hii tunaishusha iliyopo hapa. Na ukiangalia kwenye baadhi ya vitabu hautaona hizi natural sign hapa. Ni automatically yenyewe imezifuta kwa sababu isipokuwepo hii maana yake hiyo iko haijapandishwa wala hiyo. Kwa hiyo usipoona alama ya kifuto hapa, huyo ni lazima amezipanga huko mwanzoni. Angekwaje zipanga hiyo kifuto lazima kingekuwepo kwa sababu kama ingekuwa imepandishwa X maana yake unafuta ya kwanza. Sasa tuashumu hizi hazipo huko. Hii degree ya 6 na ya 7 zimepandishwa hizi hapa. Hiyo ni C na D. C na D zimepandishwa. Kwa hiyo sasa tunapopandisha wakati wa kupanda
Maana yake kama kuna sharp tayari, kwa hiyo tukipandisha nyingine maana yake tutapata x. Kwa hiyo hapa kutakuwa kuna x na hapa kuna x. Wakati wa kushuka sasa, wakati wa kushuka, sababu ziko hapa mbili, maana yake hii ni double sharp. Wakati wa kushuka tunatakiwa tushushe nusu hatua. Kwa hiyo tutafuta moja. Hizi ziko mbili, tunafuta sharp moja, inabakia moja. Kwa hiyo lazima uonyeshe kifuto na sharp. Na hapa vile vile unaweka ya kwanza ni kifuto kama nimefuta ya kwanza, lakini sharp moja imebaki. Hiyo ndio namna ambayo tunaweza kupata hizi minor scale. Kwa hiyo ukiamua unaweza baada ya kuzitengeneza ukaziweka, ukatengeneza key signature yako ya hiyo minor scale, alafu ukaanza kuzishughulikia. Au usitengeneze hapa ukazilebo huko ndani moja kwa moja kama tulivyokuwa tunafanya. Sasa nimeona hii ni njia nzuri kwa sababu tumeshajifunza kuhusu key signature, tunaweza kuiweka huko ndani.